Good, ni twacokereria orege mwiroreri na thini wa studio tuna mheshimiwa Governor George Natembeya kuma county ya Trans Nzoia. Kuna mtu anaitwa Jenga ametuma message hapa anasema tell Governor George we are happy as Kikuyus living in Trans Nzoia sababu kwa serikali yake ametupea share. Tuko waziri tunaye, chief officer tunaye, director tunaye. Kwa hivyo wanashukuru. Godfrey Barasa anasema asante sana governor for your project stadium, Tomboya mother and baby clinic na new market stalls. We love you bwana governor. Haya, naye mwingine anasema Kamau, sisi kama Wakikuyu wa Kitale, tumesema tuko sawa na Governor George. Tuko na shares kwake. Asante sana wale ambao mweza kutuma ujumbe na wengine wengi ambao wametuma. Hebu tuangalie mikakati ambayo umeweka ya kukuza uchumi wa kaunti yako na kuona kwamba jamaa wako na pesa mfukoni. Kwanza unajua objective kubwa ya devolution ilikuwa ni kutoa fedha kutoka Nairobi zikuja mashinani na ile madaraka pia kutumia hizo fedha kuja mashinani. Lakini kwa miaka 10 ya kwanza ya ugatuzi kule kwetu fedha zilibaki pale Kitale. Alafu ikawa kwamba wale ambao wanafanya labda government contracts serikali wanatoka nje ya Trans Nzoia. So wakati wanalipwa fedha zote zinafanya nini? Zinatoka huko zinaenda. Na jambo pia la kuhususia ni kwamba miradi mingi ilikuwa ile miradi gushi. Maana mtakuja sema aliunda barabara, ukisema twende hiyo barabara kuonyesha aliunda jamaa nakata kona. Ama alijenga ECD, sema aje twende tuangalie tukulipe jamaa hata ajui mahali iko anakata kona. So kwa sasa tumesema hizi fedha lazima utafute mbinu vile zitaenda zifike mashinani. Tutafanya namna gani? Tumeweka fedha kwa sasa almost 120 million inaitwa Nawiri Fund ambayo tunapatia kwa sasa tunapatia vikundi kila ward tumeidentify karibu vikundi 10 zingine slightly more because tuko na karibu vikundi 300 ambazo tunapatia fedha na tukupi tu fedha hivi alafu ndio utafute biashara ndio ulipe, unapata pesa zinaharibika wakati mwingine. Na mnajua biashara zikaanza mpya tena huwa hazifanyi vizuri, over 95% zinakufa. So ukipata tu mtu pesa namna hiyo ndafanya biashara ulipe inakuwa ni matatizo kidogo. So tunawapatia fedha alafu tunawapatia government tender. Tender ya serikali kabisa tunakupa. Tunataka kupeana karibu tender 350 sasa hivi. Procurement inaendelea sasa hivi kwa vikundi 350. Na wanafanya kazi kama ni kusupply kama ni kuunda barabara tunawalipa tunakata yetu tunawapakishia. Unajua na government tender of course profit na more than 40%. Kama umefanya tu vizuri unapata kama upatia milioni 1 40% of that in faida yako unalipa 600 unabaki na 400. So then 400 unajua itakusaidia mtu sana. And then again new financial year pia we do the same. Nataka watu wetu kupitia kwa vikundi wajue kufanya biashara na serikali. Maana nikiingia kwa serikali kwa naangalia napata mtu mmoja kampuni moja imefanya kazi karibu 80 mtu mmoja. Kama 20 kampuni moja unajua inadai county government ya Trans Nzoia. Na kampuni ni moja tu. Meaning is owned by one person. Kwa nini? Kwa sababu watu wetu wajue kufanya biashara na serikali. Inakaa very complicated, mambo ya compliance, not KRAs, nini, inakuwa ni vitu complicated. Lakini wakati tuna expose practically, wakuja kama na mimi naambia kama wanafanya vikundi, usitume tu chairman na treasurer kuja kufuatilia kule kwa procurement ama kwa chief officer. Kama mko watu 12 kuja wote ili muone vitu vinafanyika namna gani. So tukifanya mara hii ni ya kwanza, tufanya ya pili, ya tatu sasa tunataka watu apply as individuals. So tunakupatia fedha kama individual, tunakupatia tenda kama individual, kama ni kunda daraja unaenda unatengeneza. So that we call local entrepreneurs. Sio tunasema kwamba tunataka watu wetu watu wenyewe wafanye biashara na kwanza hawajui vile biashara nafanya na pia wana capacity. So na unajua fedha za bank ziko very very expensive. Interest iko juu. Ukikopa pesa kwa bank kulipa ni ngumu sana. Interest iko juu. Lakini yetu ya Nawiri interest ni 3%. It's not even interest. Ni administrative fee. Maana tuko na bank ambayo inatusaidia kupeana hizo fedha, tuko na committee ambayo inaoversee kitu, kuna those overheads ambayo lazima watumie kidogo. So ni just about 3%. It's basically a government grant. Lakini hizo vikundi zio registered kwanza. All of them ziko registered, ziko na kuna ile ACPA certificate. Kila kitu, ile mahitaji yote ambayo inahitajika ili ufanye biashara na serikali. Tunawasaidia wale ambao wana uwezo, tunawasaidia wanapata. Good. So tunataka hiyo pesa percolate iende kwa wananchi. Namba 2 pia kuna masoko ambayo tunajenga. Kuna soko moja ambayo imejengwa kwa miaka mingi sana jamalizika.
kumalizika. Tumeweka fedha hapo. Hata rais wakati alikuwa Kitale juzi alisema atatuongeza milioni 100. Tumengojea niko na itatuma. Ikikuja tutamaliza hilo soko. Kuna lingine pia linajengwa pale kwa Railways na ushirikiano wa national government na Kenya wanafanya kama corporate responsibility. Hilo pia likikamilika, kuna lingine kwa Bondeni, kuna Pangani. Hizo soko zote zikimalizika, tunataka kutoa wafanyabiashara wote ambao wanafanyia kazi kwa barabara na kusumbua kila siku na mapolisi kukimbizana na nini, wote waingie ndani ya hizi soko. Zote ziko Kitale town. Kuna nyingine ziko Kitale town, nyingine ziko Kitale town, but pia kule mashambani pia kuna masoko ambayo tunajenga kama kule Weoni tunajenga soko, kule Kapukaro tunajenga soko, Kachibora tumejenga soko. Hizo pia tufungue hizo masoko hizo. Maana tunataka watu wao waende kwa soko kwenda kufanya biashara. Na hata ile mambo ya kupatia watu wetu mambo ya basari pia. Tunaondolea ile mzigo. Maana watoto wote ambao wanapata max 250 katika darasa la 8 na wameitwa katika day school. Wanatoka familia ambazo jiwezi, tunaweka kwa programu yetu ya basari. Tulikuwa tumelipa 120 million last financial year, mwaka ni 150 million. Unaona? Na tumesema mtoto akienda kwa basari yetu anakuwa kama ni mradi wa serikali. Anaanzia form 1 all the way to form 4. Sio mwaka mmoja mata mmoja. Ukianzia yeye mpaka mwisho. Mpaka mwisho. Hiyo ni mzigo tayari tumeondoa kwa mzazi. Kama ulikuwa unalipa shilingi 10,000, 12,000, hiyo tumekuondolea kwanza, si ndio? Ukienda mambo ya biashara kwa soko kwa mfano, tumepunguza ile taxes ambao wafanyabiashara walikuwa wanalipa 40 shillings per day, tumepunguza by half, imekuja 20. Wana boda walikuwa wanalipa shilingi 300 kwa mwezi, that's 3,600 per year. Tuka collapse yote kwa shilingi 500 kwa mwaka. Ile tunajaribu kufanya ni kuhakikisha kwamba mwananchi anabaki na fedha kwa mfuko. Ile ulikuwa unalipa serikali waje paki kwa mfuko yako ufanyie mambo mengine. We just try to empower people. And these are very deliberate plans. Ni mambo ambayo ingefanyika kitambo. Hadi mambo tunapeana mbegu. Tumetumia 100 million kupeana mbegu free seed. Promote wakulima wetu. We want to empower our people. These are very basic things ambazo zilifanywa kitambo lakini hazikufanywa. Mwananchi anang'ang'ana peke yake, serikali iko na mbali sana na mwananchi. So nataka kusupport mwananchi mpaka ifika mbali mwenyewe anaweza kujisimamia, then now we do other things. Ndio. Na yule mtoto wetu wa chekechea tunamwangalia kwa njia gani? Mtoto wetu wa chekechea kwanza tumejenga hizo ECD centers. Kuna hizo fedha ambazo tumepatia kila MCA, kila ward. Last financial year tulipatia kila MCA milioni 30. Mwaka huu tumewapatia kila MCA 25 million. Katika hizo fedha MCA na wakazi wa ward yake wana identify priority projects. Kuna wale ambao wanasema hawana ECD centers ama wanafunzi wachanga wanatembea mwendo mrefu sana kufika kwa shule. Kuna pale tumedevelop a plan, a design ya ECD center, kuna twin na kuna ofisi. Ndio? Mbali mwalimu pia anakaa na mbali watoto wanakaa. Na pia tunaweka mambo ya equipment, weka dawati na all this teaching aid. Hiyo tunafanya. Jambo la pili pia, walimu wetu wote wa ECD hawakuwa wameajiriwa. Walikuwa kwa contracts. Karibu walimu 850 sasa tumeweka kwa permanent and pensionable, wako kwa scheme of service, wanalipa mshahara na pia wameweka kwa pension. Those are permanent and pensionable. Na pia mwaka huu tunataka kuajiri karibu walimu wengine 160. Progressively, maana shortfall bado ni kubwa, over 1,000 teachers. So tunataka progressively tukiangalia pia mambo ya wage bill, unajua kuna sheria pia wage bill vis-a-vis current expenditure is below 35%. So tunataka kubalance. So kuna walimu ambao tunaendelea